Mimi sio mpumbavu wa kusema kwamba nikuje ku create kitu kama kile. Naweza nika create mambo mengine tofauti na yale. Na akakuja akafanya nini akabamba. Sio kama tunaelewana hapa. Tunasimama vizuri. Na kuna busy nyingi ambazo watu wanakuwa wanaziona. Unaona? Wanaziona niseme skendo ndio wengi watanielewa. Wanaziona skendo wanafikiri kwamba hizi sio kweli wala nini, lakini kuna zingine zinakuwa ni za ukweli. Sasa nina uwezo wa kutengeneza vitu kama vile. Unaona? Na vikawa ni vya ukweli na vika trend. Hapana kuja kutengeneza mambo ya vile. Huenda na wao nia yao haikuwa kwamba anafikiri katika kutengeneza busy wasitengeneze vile ndugu yangu. Wasitengeneze vile. Hawezi kwa mchukua mtoto wa kike kuuchi nini alafu kuchukua video na ukaja kukutangaza. Hamna, labda ni walijikwaa tu kwa kutana video imesambaa tu, labda walikuwa wajui. Unamjua mpenzi wangu au mjui? Mimi simfahamu. Really? Yeah. Basi sema tunamjua, si kawaida. Mimi simfahamu. Sasa sio unaishi sasa. Unataka nimseme? Mtakata. Mimi tu ni ya ukweli. Okay, sawa, ni news inaweza kuwa ni ya ukweli. Sasa meza, si wanajua kila mtu anajua meza. Yep. Na si umemuona alivyompelekea vitu. Nice, si umeona? Sasa tutasema ni ya uongo vipi? Ni ya ukweli, sema ni ya ukweli. Si ndio useme ni ya ukweli. Ni ya ukweli, ni ya ukweli. Tunaendelea sasa na habari. Yo, hello my people, hello my friend. Hii ni exclusive international interview kupitia Imperial TV +257. Nkuko mutuona turi mu Carama ni mwijoro ego. Hari inkuru ziko ziravugwa me twaje kuvugana na Akesdon. Si mivumburo, oya, tufitanye nawe programme gahunda kugira nawe tushobore kuvugana nawe vyinshi. Murabona ko turi wiwe hapa tuko kwake yani mu Carama kugira tuvugane nawe Akesdon. Fascinating soul. Cameraman uko sawa? Akesdon vipi bro? Wow. Freshi? Kimya. Umekaa poa bro? Wow. Pongezi sana kwanza, iklima leo tunaiona iko safi, afu tunaona wewe umechilling safi tu, umetulia braz. Kwa lipi sasa? Kwa the place ambayo tunaikukuta emo umetulia. Kwa sababu saa hizi kuna watu ambao unaweza kukutana kutokana na hii hali ya hewa hawako wametulia nyumbani. Kweli. Wakutana wametoka sehemu fulani, labda wameenda bar ama wametoka tu kutembeleana. Wewe tumekukuta nyumbani. Kweli. Kwa hiyo usalama wa ubaridi unajisikiaje kwanza? Fresh tu. After. Hali ya hewa iko poa kwako? Safi. Okay. So Akes, kupitia kwenye muziki wako unajulikana sana na watu wanakufahamu kupitia mambo mengi sana. Kama CEO wa Waka Light TV company. Sawa. Unajulikana kupitia mambo mengi sana na una trend kwenye habari nyingi sana tena sana. Tunakujua uko star kabisa hicho kitu, hata mafanzi wako wengi sana wanakisupport hicho kitu. So Akesdon, kuna habari ziko zinatembea tu sana bila kuingia kwenye hizo habari. Tunataka kujua Akesdon na watumishi zake. Wako na watumishi wengi sana tofauti, pakiwemo wakina Marshall na wengine zaidi, pamoja na Nice Sky. Lakini Nice Sky, kupitia Nice Sky na Akesdon, ni kitu gani kiko katikati ya Nice Sky na Akesdon? Ni mtumishi wangu. Yep. Ni mtumishi wako. Hakuna kingine zaidi kipo katikati yako wewe na Nice Sky. Labda ambacho unataka kutuvisha sisi. Lakini kitu ambacho kipo ni kile nilichokuambia. Yani ni mfanyakazi wako. Okay, kama gisi Nice Sky ni mfanyakazi wako, kuna habari fulani ziko zinatembea mtaani kwenye ma social media kutokana na huyo mfanyakazi wako. Aliweza kutrend akiwa na mwingine msanii kutokea lebo ya Empire Avenue. Kuna ka video fulani hivi kama trend akiwa pamoja na bainturo. Wakiwa wametulia tu sehemu place. Hiyo video imeweza kutrend. Sasa kama mfanyakazi wako, hicho kitu unakichukulia vipi? Poa tu. Unataka kuchukulia ni mfanyakazi wako ndio. Inaweza kuwa labda inaweza kuja karibisha hata kitu fulani kupitia kampani yako. Karibisha kitu usikana kwambie. Kuna kitu ambacho watu ambao wanafanya hii biashara ya muziki, kuna vitu vingi sana ambavyo hawajavielewa. Naam. Sawa? Unajua katika kumega washabiki. Kama ukitaka kumega mashabiki, tengeneza kwanza wewe jina.
Sijui kama unanielewa. Nakupata mzee. Nyinyi mnafanya katika TV ambazo zipo miongoni mwa TV ambazo zipo hapa Burundi. Lakini TV ambazo zina watangazaji ambao wana jina ni ndogo sana. Na hakuna kitu ambacho nimeshakataa, hakuna mtangazaji hata mmoja atakaye kuja kufanya kazi Waka Live TV atoke bila jina. Hilo inabidi uelewe. Kutokana kwanza utofauti kwanza na kile kitu ambacho kilichotokea kupitia Nice Sky. Mimi mwenyewe ni mtu ambaye niko miongoni mwa watu ambao wanahitaji Nice Sky atengeneze jina. Na jina hauwezi kulitengeneza kwa mazuri. Unaona? Yatakuwa mazuri kwa wamoja na kwa wengine yatakuwa mabaya. Sijui kama mnanisoma hapo. Unasikia? Lakini kutokana na vile ambavyo vilitokea, mimi siwezi nikawahukumu na mimi siwezi nikahusishwa na yale mambo kwa sababu wao wana sababu zao za kufanya vile. Kwa sababu mimi siwezi nikaelewa jinsi gani wewe utakuwa upo chumbani na mpenzi wako mnafanya mambo yenu alafu mnajirekodi. Kwa sababu gani? Ndio maana mimi naweza kusema mimi yale mambo sihusishwi, lakini pia ni showbiz. Angalau ile showbiz ungelipata wewe leo, si ndio? Ungejua faida ya ile showbiz. Mnafanya TV online, tengenezeni majina ya watangazaji wenu. Sijui kama mnanielewa hapo. Kuna kitu umeongelea eti hakuna mtangazaji wote ule atakayeingia kwenye Waka Live atoke bila hana jina. Unamjua? Nampata vizuri. Waka Live. Yep. Marshall unamjua? Si ndio? Nice Sky. Ndio unakuja kuniuliza yeye. Yep. Unaona? Na imani katika watangazaji ambao wana jina kwenye social media. Hao watangazaji ambao nimemaliza kukwambia hapo wapo miongoni mwa watangazaji ambao wana jina. Sijui kama tunaelewana. Japokuwa kuna comment kwamba huyu hajui kuuliza. Sawa, hajui kuuliza, lakini mkienda kwenye shindano la mtu ambaye alishatengeneza jina, lazima tu atakutupa chini. Na ina imani wewe leo ukisimama na Marishali barabarani, watu watamzubalia sana Marishali. Yaani sasa inaonekana kwamba kwa hichi kitu ambacho kilitokea, inaonekana kwamba kuna kitu ka kutengeneza trend. Inaweza kuwa labda wamekuhusisha kwa kufanya hichi kitu, sababu unaongelea kwamba hakuna mtangazaji, nisikilize, hakuna mtangazaji ambaye anaweza kapitia kwenye Waka Live atoke bila hana jina. Inawezekana sasa na Nice ndio ana jina, ila hiki kitu kilichotokea kinaweza kumsababisha labda jina likapanda zaidi, au vipi? Kiko vipi hicho kitu? Mimi sio mpumbavu wa kusema kwamba nikuje kucreate kitu kama kile. Naweza nika create mambo mengine tofauti na yale, na akakuja akafanya nini, akabamba. Sijui kama tunaelewana hapo. Tunasimama vizuri. Na kuna busy nyingi ambazo watu wanakuwa wanaziona, unaona? Wanaziona niseme skendo, ndio wengi watanielewa. Wanaziona skendo, wanafikiri kwamba hizi sio kweli wala nini, lakini kuna zingine zinakuwa ni za ukweli. Sawa. Mfano nilitengeneza, kuna skendo ambazo zinatengenezwa ni za ukweli. Kuna mtoto juzi kati hapa alizalia shule. Sawa. Alizalia shuleni. Nilichukua pesa mimi mwenyewe nikatengeneza kitu cha kwamba mtoto afanye nini? Aende apewe vitu fulani, kwa sababu mzazi lazima ni kama niseme huenda kuna kumpongeza, pia kuna msaada mle ndani, unaona? Ilikuwa ile trend haikutrend ile habari. Yep. Sasa na ilikuwa ni fake news au ilikuwa ni news ya kweli? Ni news tunaweza tukasema kwamba labda kweli. Unakaweka wapi habari wewe? Zungumza tu ni ya kweli. Okay, sawa, ni news inaweza kuwa ni ya kweli. Sasa ule meza, si wanajua, kila mtu anajua meza. Yep. Na si umemuona alivyompelekea vitu. Nice, si umeona? Sasa tunasema ni ya uongo vipi? Ni ya ukweli, sema ni ya ukweli. Si ndio useme ni ya ukweli. Ni ya ukweli, ni ya ukweli. Tunaendelea sasa na habari, unasikia? Okay. Ni ya ukweli. Sasa nina uwezo wa kutengeneza vitu kama vile. Unaona? Na vikawa ni vya ukweli na vika trend. Hapana kuja kutengeneza mambo ya vile. Huenda na wao nia yao haikuwa kwamba zile habari ile video isambayo kwenye mitandao, lakini tangi hapo I'm not sure kwamba walikuwa na shoot video ama wanafanya nini, ndio maana siwezi nikawajudge mimi. Yeah. Okay, so Bainturo aliweza kuandika kwenye status yake akionyesha kwamba kile kitu alichukia sana. Yaani ikaonekana utafikiri kama kuna mtu fulani ambaye anamlenga, ambaye ameweza labda kuivujisha ile video. Kuna wengine ambao wako wana comment kwa kusema hivi, hiyo inaweza kuwa ni base ambayo wako wanaandaa. Sasa wewe kwa kitu base
labda unachukulia labda ni base kweli au vipi? Kama wao waliplan iwe base na ikawa base, yani mpango wao ulikuwa successful. Kama wao walitengeneza iwe base, waliplan iwe base na ikawa base, ina maana mpango wao ulikuwa successful. Na kama hawakutengeneza iwe base, ina maana sio base. Sawa. Anafikiri katika kutengeneza base wasitengeneze vile, ndugu yangu. Wasitengeneze vile. Hauwezi kwa mchukua mtoto wa kike huko chini na alafu kuchukua video na ukaja kukutangaza. Hamna, labda ni walijikwaa tu kwa kutana video imesambaa tu, labda walikuwa hawajui. Ni kitu ambacho mimi na wewe huu muda tuweze kufanya nini? Tukaelewa ilikuwa aje. Labda wao waulizeni wao. Nice Sky ni mfanyakazi wako. Hiyo inajulikana. Nice Sky anatokea kwenye Waka Light. Naongeaga ni mpenzi wangu pia. Wengi wanaliongelea hilo. Nyinyi wenyewe kina nani? Watu nyinyi si njoo nyinyi sasa Watu wengi wanaongelea kwamba na Akesdon pia anahusishwa na haya mambo, na yeye pia ni mpenzi wa nani? Wa Nice Sky. Sasa kinachowashangaza watu, je, vipi bainturo ionekane yeye ndio yuko pamoja na Nice Sky? Je, kuna uhusiano kati ya watu wawili? Unamjua mpenzi wangu au mjui? Habari hizi zina trend ni kwamba wewe na Nice pia kuna uhusiano wa mapenzi. Unamjua mpenzi wangu au mjui? Mimi simfahamu. Really? Yeah. Basi sema tunamjua, si kawaida. Mimi simfahamu. Sawa, sio unaishi sasa. Unataka nimseme? Mtakata. Hii ni exclusive international interview twari kumwe na Akesdon, twashaka kumubaza kuvyerekeye umukozi wiwe yashoboye kutubwira kuvyo ashobora kuba azi nivyo atazi ntavyo yatubwiye. So ini Imperial TV +257 nkuko mubizi tuguma tuba exclusive inkuru iri ku mwanya wayo. So nimwibagira kugira subscribe kuri channel yacu kugira mugume muronka makuru menshi. So big up sana Akes. Gonga tano bro. Safi sana. Undi musi tutaweza kuongea tena mengi zaidi.